Nakufa jamani. Jamani nisaidieni. Mungu. Jamani nakufa mimi. Nisaidieni jamani. Mungu wangu. Jamani nisaidieni. Mke wangu. Pole. Inuka mke wangu, jitahidi. Sikia mke wangu. Nisikize mama. Kwa hapa nadhani tumechelewa. Sasa cha kufanya hapa mke wangu. Ukiangalia mke wangu, hali ni mbaya mpaka sasa. Na kingine, hospitali ni mbali. Ili kumwokoa mtoto wetu, ninachokuomba mke wangu, jitahidi basi. Usikume. Sawa mama? Kazi. Na mmefanana na mwanao? Yaani kama pacha. Unaona? Hata ukiangalia ifua ya kwangu kabisa. Mimi ni damu, lazima mfanane. Ndio mama. Mume wangu, kaje? Unaenda kazini? Ya, naenda kazini. Nakutakia kazi njema, ila hapa nyumbani hamna unga, hamna sukari, na kama unavyojua sasa mtoto anatakiwa aanze kunywa uji.
Basi mimi nipende tu kusema kwamba usiwe na shida mke wangu, wala usiwe na shaka, kwa sababu mimi nipo kwa ajili yenu na lazima nipambane ili kusudi familia yangu ipate kuishi vizuri, na acha nikapambane. Nikishapambana naweza nikamwagiza mtu akaleta hivyo vitu, au nikaleta mimi mwenyewe mke wangu. Hivyo nikutoe shaka, mume wako nipo kwa ajili yako na mwanangu. Asante mume wangu, basi uwe na kazi njema. Asante, nakupenda. Karibu shoga yangu. Asante. Jisikie upo nyumbani, jisikie upo kwako. Asante rafiki yangu. Nakuona na katoto kako. Yaani. Kwani mtoto gani, wa kiume au wa kike? Wa kiume. Ningekuwepo ningekusurprise jamani. Asante. Leo hujaonekana muda. Kweli shoga yangu sikuwepo, niko huko kwenye mihangaiko yangu. Si unajua tena hapa mjini. Usipofanya kazi utakula nini shoga yangu? Kweli. Ndio hivyo. Nilikuwa kazini. Na hata hivi naona kazi hiyo iko vizuri. Mbona kawaida tu jamani. Kawaida bwana. Ya mimi naomba nikuombe kitu rafiki yangu. Niambie shoga. Ukipata basi kamishe kokote huko, naomba na mimi niunganishie. Shoga, msura mtoto, utaweza kazi na mtoto kweli? Ndafanya rafiki yangu. Nimeshakaa nyumbani nje na ugumu, angalau umeamka kutoka akipata chochote kitu na wewe ukipata chochote kitu kisha naenda. Haya shoga yangu, nitajaribu kuongea na bosi wangu mmoja hivi akuunganishe. Labda kama kuna kazi sehemu nitakuambia. Rafiki yangu, mimi nitashukuru sana. Usijali. Usijali kabisa shoga yangu. Basi leo tupike hapa, tukae tule, tufurahi, nimwagizie hata bodaboda wangu alete vinywaji tunywe. Tushibe leo. Wewe ndio maana ukitoka mimi nakumisi sana. Jamani. Maji wewe. Mke wangu. Asante zaba. Nzuri. Umeshindaje? Salama za kazi. Za kazi mke wangu, kwa kweli za kazi sio nzuri, kwa sababu kazi nimefanya ndio, na nilikuahidi kwamba nikienda kazini nitaenda kupambana ili kusudi mke wangu upate kula, lakini bosi amedai kwamba malipo ni kesho asubuhi, na amedai kwamba mtandao leo unasumbua, kwa hivyo ni vigumu sana kutoa zile pesa kwenye akaunti yake, na ametuhakikishia kwamba asubuhi pambazuka basi kila mmoja atatumiwa pesa yake. Nilikuwa naomba tu mke wangu, siku ya leo tungevumilia tu ili kusudi kesho kupambazuka asubuhi upate kula mke wangu. No. Kukosa siku moja sio kwamba ni mwisho wa maisha. Leo tumekosa, kesho tutapata. Kwa hiyo tuzidi tu kumuomba Mungu. Alafu pia sio mbaya siku leo jirani alikuwepo, tumeshinda naye pale kwa tumepika tumekula pale. Nataka kuniambia jirani yetu ameshakuja nani Twagi? Ndio amesharudi. Kweli Mungu amtupe mja wake. Hapa nilikuwa na wazia kwamba mke wangu itakuwaje kwaje, lakini kama umekula mke wangu na fly na ikipambazuka asubuhi inabidi nikamshukuru sana jirani yetu pale. Sawa no. Basi na fly, yani ukila wewe sasa nikakula nini? Uko mwanaume ndani kasa mke wangu. Sawa. Sawa mke wangu, kupumzike.